Wasia kwamba tuko katika siku ya kwanza ya Shawwal ya mfunguo mosi, na ndi siku ya leo tumeswali Eid kwa ajili ya kushereheka kwa amali ya ibada ya saum. Na leo ni siku ngumu sana ambayo unaweza ukaharibu yale yote ambayo umeyafanya katika mwezi mzima, unaweza ukaharibu. Ndio maana kuna maneno yanayozungumzwa kwamba man asallaha yawma al-Eid fakaannama asahu yawma al-Eid. Mtu ambaye anamwasi Mungu ndani ya siku hii ya leo ya Eid, basi huyu ni sawa sawa na mtu anayemwasi Mwenyezi Mungu siku ile ya Kiyama. Kiyama kimesimama afu unamwasi Mungu. Uzito wake, yaani uzito wa kumwasi Mungu ndani ya siku hii ya leo ni kama vile siku ya Kiyama kimefika alafu wewe unamwasi Mungu siku ile. Wewe mwenyewe angalia tu maneno hayo, hiyo logic ya maneno hayo, utaona jinsi uzito wa siku ya leo. Ni siku inatakiwa kulindwa. Na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi iko ndani ya vitabu vyetu Bulughul Maram, viko katika vitabu Nailul Awtar utaikuta. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa lahum yawman yal'abuna fihima. Yani Mtume aliwasili Madina akawakuta watu wa Madina wana siku mbili ambazo Mtume hakusema wanashereheka, alisema yal'abuna fihima, wanacheza katika siku ile. Kisha Mtume aliwaambia nini? Qad abdalakumullahu yawmayn khayran minhuma yawma Eid al-Fitr wa yawma Eid al-Adha. Mwenyezi Mungu amekubadilishieni sasa, amekupeni siku nyingine mbili zilizo bora kuliko zile mlizokuwa mnashereheka, mnacheza. Walikuwa wanashereheka au wanacheza katika mwanzo wa mwaka na mwisho wa mwaka. Ndio Mtume amewakuta wakiwa na ada hiyo na dasturi hiyo. Mwanzo wa mwaka wanashereheka kama wanavyojidai wao, lakini Mtume amesema wanacheza. Akawaambia viacheni hizo siku mbili, chukueni siku mbili nyingine, nazo siku ya Eid al-Fitr kama hii ya leo na siku ya Eid al-Adha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekubadilishieni nyinyi siku ambazo mkishereheka, Mwenyezi Mungu anaghufiria madhambi yenu. Na tangu mwezi wa Ramadhani Mwenyezi Mungu alikuwa anawaacha uhuru watu na moto. Na siku ya usiku wa Eid, usiku wa jana kuamkia leo mpaka kwenye sala, Mwenyezi Mungu anawaachia huru kwa kiasi kile cha toka mwanzo wa Ramadhani mpaka jana. Kwa hiyo siku ya leo haitakiwi watu kufanya mchezo, ni siku ya kutembeleana, siku ya kuoneana huruma kama alivyosema Khatib, siku ya kuonesha mapenzi baina ya mtu na mtu. Kisha ni siku ya kuondosha mifundo, kuondosha ihi. Wale wenye mifundo yao ambao hawapatani, hawakubaliani, yale masala yanatakiwa yaondolewe siku hii ya leo. Watu wapendane. Rasulullah anasema wala tahasadu, msihusudiane, wala tadabaru, wala msipiane migongo. Mtume anasema namna wakunu ibadallahi ikhwana, iwani nyinyi waja wa Mungu ndugu. Innamal mu'minuna ikhwa, hakuna jinginelo, hapana si mengineyo. Waislamu wote ni ndugu. Na ikhwa ni jamu au ni plural ya neno akh katika Kiarabu, lakini ina namna nyingi ya kutamka. Unaweza kusema ikhwan, na Mungu akusema innamal mu'minuna ikhwan, akuleta hiyo. Amesema ikhwa liyesh, amesema ikhwa kwa sababu ikhwa, wingi wa neno ikhwa katika lugha ya Kiarabu ina maana ya ndugu wa mtoke baba mmoja mama mmoja. Sasa Mwenyezi Mungu anatuambia katika Qur'ani Waislamu ni ndugu kama vile alivyo mtu na ndugu yake baba mmoja mama mmoja. Kwa hiyo la yazlimu, wasimdhulumu, wala yakhdhulumu, wala msikoseshe nusra, wala yaqiru, wala simdharau hata siku moja. Asimdharau ndugu yake na asikose kumpa nusra, asikose kumpendelea kheri kwa sababu ni ndugu yake. Almuslimu akhul muslim, Muislamu ndugu yake ni Muislamu mwenzake. Ni ajabu Muislamu akaweza kutoa nusra kwa mtu mwingine au akaonesha mapenzi kwa mtu mwingine akamwacha Muislamu mwenzake. Hii huwezi kukubalika mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ni siku ya kuangalia sana na ni siku ya kushikamana sana, ni siku ya kuondosha mifundo. Watu wenye kugombana leo wapatana, kwa sababu siku ya Kiyama wataambiwa ingieni peponi, watakwenda mpaka peponi. Wakifika katika milango ya peponi inajifunga yenyewe ile milango. Si tumeambiwa tuingie peponi, mbona milango inajifunga? Akaambia pale wazuilieni hao hata yastaliha, mpaka wapatane, au wasiingie peponi. Mwakadiria kuingia peponi, lakini milango inajifunga kwa sababu ya ile mifundo
na ile hali ya kutokupatana na uadui ulio kati ya Muislamu na Muislamu mwingine. Muislamu atakiwa ampendelee mwenzake kheri. Milango inajifunga, wasiingie, wazuilieni wasiingie peponi hao mpaka wapatane. Yani mpaka mpatane nyinyi, mlango wa pepo huu hapa unaambiwa msiingie mpaka mpatane. Mtakapopatana ndio milango automatic inafunguka. Tilqaiyan inafunguka ile milango. Nini ya sababu yake? Kwa sababu ilikuwa hampatani, na hakulileta hilo Mwenyezi Mungu kwa Waislamu, hakulifundisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na gonjwa hili liko kwa mashekhe, daun dafin, ni gonjwa baya sana kwa mashekhe. Hawapatani, hawakubaliani, kila mmoja anajua sana kuliko mwenzake. Ukimweka hapa hata ingii kwenye mkono, lakini bado mtu anaona kama yeye ni namna gani. Pataneni. Mashekhe ndio wataka muoneshe mfano wa kwanza. Ili la nitakuligusia kidogo wasia wangu katika siku hii ya Al-Eid. Lakini jingine ni wakaribishe sasa kwenye baraza la Eid kuanzia saa 8 leo mchana katika ukumbi wa Mwalimu Nyerere. Wote tufike pale, kuna mambo mengi yatafanywa na tutapata nyasia nyingi, na tunatarajia insha Allah taala biidhni mgeni wetu rasmi atakuwa ni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.